kuoa ni lazima aje kukaa hapa. Aje kuishi hapa? Na yani hili ndio sharti ambalo anatakiwa atekeleze. Kwa nini? Si unajua mimi nina mabinti wawili. Isipokuwa kuna kitu pia nilifikiria kwamba huyu baada ya kuoa inatakiwa aje akae hapa hapa. Akae hapa kwetu. Baba. Mbona umeniita ghafla sana? Kuna tatizo gani? Nimekuita kwa sababu kuna tatizo linataka kutokea. Zamani nikuna kufananisha hivi katika familia ya mzee Mpula na wewe ni mmoja wapo? Wewe ni nani? Mimi ni Alexa. Unasema nini? Niko na habari. Vipi? Na sisi anaoa. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. Mama Naifat! Mama Naifat! Hebu njoo mara moja mke wangu. Assalamu alaykum. Hivi hali mke wangu. Nashukuru. Sasa kuna jambo kwa nasoma dua, nasoma Qur'ani hapa. Hapo kitu nimekumbuka. Najua yale majibu yameshakuwa tayari na yule mshenga amekuja nimempatia. Sasa hivi nitakiwa uwafahamishe wazazi na kama na marafiki zako na nani wafahamishe kwa sababu tunataka waje kuoa siku ya Jumapili. Usiniambie kwamba inafungwa ndio Jumapili. Ndio itafungwa Jumapili majira ya saa 7. Saa 7 mchana. Sawa. Na isipokuwa kuna kitu pia nilifikiria kwamba huyu baada ya kuoa inatakiwa aje akae hapa hapa. Akae hapa kwetu? Kwa nini aje akae hapa? Unajua sisi tuna mabinti wawili. Hatuna mtoto wa kiume. Kwa hiyo yeye huenda akaja kuwa msimamizi wa mali zetu. Naweza mke wangu. Lakini ni vizuri pia tuwe na mtoto wa kiume katika mji wetu. Sasa familia yao itakuelewa kweli? Watakubali, hakuna shida. Watakubali. Aisha. Kwani ama binti wenyewe wapi? Wako ndani. Basi inshallah. Basi amna neno mke wangu. Niko jikoni. Inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Unasema nini? Niko na habari. Vipi? Na sisi anaoa? Anaoa? Ndio. Ngoja niambie hizo taarifa. Alafu sio kuoa tu. Yule jamaa sasa kabadilika. Kabadilika kinoma yani. Anaoa kwa mzee nani huyu, kwa ustazi huyu shehe nani huyu, Shehe Mkurura. Ngoja hizo sina. Anaoa. Sasa kabadilika. Anavaa suruali, shati, kanzu. Ile pale kabadilika kinoma. Nizinja wewe mnakusana sinipe mimi taarifa hizo. Sema haja kuona labda. Namba zangu anazo bwana. Yule simu kapoteza. Sema kawa mboso afungiwa ndani. Sema nini? Wewe unaenda wapi? Yes, ndani hapo nikwambia na ngoja. Da, wamingoda. Ngoja mimi mwanangu nikatafute msosi basi. Si watu ndakuta huko. Baridi pale wapo watu.
Kila jambo linapokuja ni washauri. Tunakumbuka kuna ugeni ulikuja. Na hivi tunatarajia Jumapili tunapokea ugeni kwa ajili ya kufunga ndoa. Ndio mwanangu Rona. Mwanangu nielewa hapo kwa hiyo muwe tayari kwa ajili ya kupokea ugeni. Mwandae mazingira vizuri. Si wageni wanakuja tena tunaanza kuaibika. Maana ni siku ya furaha, tunaozesha. Sisi wazazi wenu tuna furaha, kwa hiyo na nyinyi watoto muwe na furaha. Sawa wanangu? Lakini pia kuna kitu nataka mnishauri. Nimeliona hili nikamwambia mama yenu, ila na nini nataka ushauri wenu. Nataka baada ya kufunga ndoa mwanangu uje uishi hapa na mume wako hapa nyumbani. Si unasemaje mwanangu? Maana wewe ni mkubwa hivi. Mimi naanza kukuuliza wewe sana kwa sababu wewe ni mkubwa. Mimi nasema kama nimefikiria hilo ndio sahihi. Sasa ina shida. Mbona unaelewa? Na unasema Malolo unasemaje? Iko sawa tu. Mungu anatumata Mwenyezi Mungu. Ndio. Atuzidishie tufike salama na siku. Sawa sawa. Ila wewe sasa uandae marafiki zako na nini. Nataka shamla swali tunaozesha. Haina shida. Afu zingatia mtoto wetu wa kwanza tunamwozesha. Yaani kusubiri nilipanga. Basi inshallah. Basi sawa. Basi kaendelee na shughuli zenu. Dada, samani, ndio moja. Samani. Jambo. Samani niko na kufananisha. Hivi katika familia ya mzee Mpula na wewe ni mmoja wapo? Ndio. Wewe ni nani? Mimi ni Naifat. Naifat. Wewe ni Naifat. Ndio, kwani kuna Hamna. Dada, samani hakika kama nimekukwaza. Haya. Baba, Naam mwanangu. mbona umeniita ghafla sana? Kuna tatizo gani? Nimekuita kwa sababu kuna tatizo linataka kutokea. Ngoja nitakuonyesha. Angalia mwanangu. Sasa barua yako mimi ninayo. Nishapewa. Ndio. Ila kuna masharti, kuna sharti ambayo nimepewa. Sharti gani? Sijui kama utaniweza. Inasemekana kwamba nini? Ukishaoa wewe na mke wako kaishi ukweli. Yaani mimi niishi ukweli. Sasa hapo nitakuwa nimeoa au nimeolewa? Hivi hata wewe mwenyewe tu bwana Mshenga. Leo hii unaoa afu unaenda kuishi ukweli kweli? Hamna, yategemea. Mimi mwenyewe nimepanga kabisa kwamba ninapomwoa mke wangu nikuja naye naenda kukaa naye nyumbani kwangu. Nimemuoa. Wewe umempenda? Umempenda? Kumpenda sio yaani kumpenda sio sababu. Hayo masharti yametoka kwa mkwe. Bwana Mshenga bana, mimi kwa hilo itakuwa kama tunakoseana. Ngoja nikupeleka mzigo wako kabisa. Yaani tutakuwa tunakoseana. Barua yako hapa. Barua ndio yani haya majibu yale tu hayo maneno ambayo ninakwambia yametoka kwenye maneno ya mdomo. Unaelewa? Ile barua umefungua? Hata kama nakubali. Ila mimi nikioa lazima niende nikaishi wapi? Nikaishi ukweni. Sasa mambo hayo mimi siyataki. Mambo hayo kuishi ukweni mimi sasa hivi Mshenga. Kama vipi tugairishe tu bwana. Yaani kama vipi tugairishe tu basi. Ni tatizo. Kwa hiyo tunafanyaje? Nitakuonyesha cha kufanya. Nipe mkono wa kushoto. Nenda kampulizie usoni. Kila kitu kitakaa sawa. Safiri mwanangu. Kila kitu kitakaa sawa. Na muamini binti yangu. Najua haki.
Mambo mimi siyataki. Mambo hayo kuishi ukweni mimi sasa hivi mshenga. Kama vipi tugairishe tu bwana. Yaani kama vipi tugairishe tu basi. Unaelewa bwana mshenga? Kama vipi tu